Hello guys, please welcome back to our channel, and if you are new here, please subscribe. So on this video, we are going to talk about SACCO. And what we are going to say about SACCO is that how to know if your SACCO is regulated, if you are in a good SACCO, if you are in a top SACCO, and if the SACCO you are planning to join is a good SACCO. This is what we are going to talk about, because most Kenya have seen many people, they don't know how to look at which one is the best SACCO, which one is not doing good. They don't know. So watu wananiulizanga, majority wananiuliza, mtu ujuaje SACCO ni mzuri? Here is the video, and watch this video to the end. If you don't know what SACCOs means, SACCOs are mostly meant for lending. Kama unataka mkopo ya bei rahisi, hizi kampuni zingine zitakupatia 2% per month, SACCO itakupatia about 1% per month. Kama una mkopo, kama utaki mkopo, SACCO is not an investment. I've said it and I will say it again. SACCO is not an investment. Na pia SACCO inataka mtu anataka kugrow over time. Una nini pole pole. Si kitu unaenda na milioni yako ushaeka hapo. That's a joke. Unaeka pole pole, monthly like that. So for someone to join a SACCO, you will need to, I think you will need a registration fee. Also, you will talk to them. They will give you, you will give them what, you will predict what you can give per month as you are saving. This is a mandatory saving that every member must save that amount. Now, to know a good SACCO, number one, registration and regulations. Make sure the SACCO is registered and regulated by SACCO Society Regulatory Authority, SASRA. Hapa ndio watu ukosea. Enda kwa website ya SASRA, tafuta SACCO yako, utajua kama SACCO iko registered. This is the number one sign that this SACCO is genuine, it is moving well, and it is a well-run SACCO. That is number one. Make sure the SACCO is registered under SASRA. That is number one. This ensures the SACCO follows financial rules and protects members. SASRA ndio inaamua. Wanaangalia kila SACCO, wanafanya uchunguzi. Juu wewe huwezi chunguza SACCO iko na watu kama milioni moja. You can't. But with SASRA wanaweza angalia venye mambo ya SACCO inaenda, venye handle pesa za watu, na hiyo ndio itakuweka secured kwamba SACCO yangu inafanya poa. Na SASRA wakiona anything wrong, wataiongelea, watanini na SACCO, na members watajulishwa kama ni kitu inazidi. Ama SACCO wataambiwa badilisheni hii, ama tufunge, ama ikue hivyo. Number two, membership size. Look at the membership size. A SACCO with just 10,000 members in 20 years, that's a dead SACCO. And if hiyo ni SACCO inaweza dead anytime, haina growth. Check how many members SACCO has. Large SACCOs usually means more capital, more stability, and better dividends. Kuna kitu inaitwa dividend kwa SACCO. Hiyo pia nitaongelea in the next video maybe. Dividends. With a good SACCO, a bigger SACCO, watu wanawategemea. Hiyo pesa yako huwa ilali hapo tu. Hiyo pesa huwa wanainvest. Na wakiinvest, there is something small wanakupatia kama mwenye pesa. Inaitwa dividends. Na kama SACCO yako ni ndogo, hakuna mtu atakopa kwa SACCO ndogo. Jua wananga pesa. Wewe ukitaka 50 million unaambiwa hiyo itatumaliza, hatuwezi. But kama iko na billions, hata gava inaweza approach SACCO, na hiyo itasaidia sana kwa SACCO mingi. So look at the membership size. SACCO yako iko na watu wangapi? Na hiyo huwa inamata sana. Number 3, dividends and interest history. Look at how dividends, venye wamekuwa wakilipa dividends, wamekuwa wakilipa ama wamekuwa wakidecline, wamekuwa wakipandisha ama ikishuka. A well-moving SACCO will always give good dividends every year. How consistent are they? These are some of the things you have to look at, to check. Na hizo utapata kwa website ya hiyo SACCO even before you join. Look at their dividend payout for the last 3 to 5 years. Angalia like 3 to 5 years wamekuwa wakilipa dividends aje. Good SACCOs in Kenya usually pay 10 to 20% dividend on shares and 8 to 12% interest on deposits.
So angalia interest wamelipa ngapi for the past 5 years, wamekuwa consistent ama wamekuwa wakishuka tu. Past 5 years, 5 years is enough kujua kama sako inafanya poa. Inateremka, hiyo ni bad sako. So you have to understand some of these things. Cheki kwa website ya sako. Sako mzuri huwa ina post. Hii pia ni njia ingine. Kwa kuangalia hizi vitu, pia ni njia ingine ya kujua kama sako ni mzuri. Kwa sababu sako mzuri huwa ina post hizi vitu kila mwaka. Dividends na interest. Na nimekuambia a good sacco in Kenya usually pays 10 to 20%. Hapo katikati. So usiende uone 12% utafute 20. Dividends. 10 to 20 on dividends, on shares, and 8 to 12% interest on deposits. Deposit yako inapata like 8 to 12%. Haipitangi hapo sana sana, si rahisi ipite. So hizo uangalie. Number 4, loan policies. Ask about loan interest rate. Number 1, juu hiyo ndio imekuleta hapo. Nimekwambia kwa sako ni mkopo. Kama upendi mkopo, usiingie sako. Hiyo unakuja kupaka umbu wa rangi. Kama unapenda sako loans, kama unaweza taka loan, sako itakupatia loan ya bei rahisi. Na hata hiyo story ya mambo na guarantors hapo nakuja hapo. Nitakwambia venye una deal na guarantors. Juu watu wengi wamecomplain, kama una guarantor mimi sako ilinikataa juu ya guarantor sijui nini. So, ask about loan interest rate. Waulize pale ukienda pale kwa desk yao before ufungue. Waulize, loan yenyu mnachukua interest ya ngapi nyinyi? How much you can borrow? Usually it is always 3 times your savings. Kenye umesave per month watapiga mara 3. Kama umekuwa ukisave pole pole to 1 million, juu mimi siwezi pereka 1 million once kwa zako. Kwani mimi ni kang'ethe? Sina kazi ya 1 million ama siwezi. Naweza save tu pole pole siku moja ifike 1 million. Ama naweza save haraka depending, but wana prefer hata ni save like 10% of my monthly earning. Kama ni mingi. Juu mimi niko tayari kungoja hiyo 10 ama 20 years. Sina mbio. And after 3 months sako huwa ina double hiyo pesa. Also ask them about their repayment periods. Vitu kama hizo zitakuonyesha kama sako ni mzuri. Na uangalie na kenye ulikuwa na expect. Don't just go into a sako yenye hutapenda juu ndugu yako alienda, kazini yako alienda. We upendi mkopo, unaingia sako juu anko yangu anafanya poa, amejenge. Waachana na anko yako. We pia uko na akili bana. You know, the problem with Kenyans is that we are trying to copy each other. If someone tells you that this thing is good, you don't go ahead to look at all their policies to understand that hizi sheria zao zinaingiana na mimi. Labda iko sawa na ule lakini haiko sawa na mimi. Hata kwa food kila mtu ako na taste yake. Kwa nguo kila mtu ako na taste yake. You have your taste about investments. So don't just rush into something because your friend is doing well with it. Some SACCOs take long to process loans. Waulize, huwa ni how long muna process loan na how long? Repayment period, for example, nimechukua hii repayment period mnapeana up to how long? Tuseme nimechukua gari up to how long? These are some of the things you have to ask to know. Kama sako inakalisha mkopo, we jua hiyo sako hainanga pesa. Wanangoja wale members wenye wanachanga, changwe ndiyo pesa ikuje. That means hata withdraw kama uko na current account maybe itakuwa labda ngumu. Na hiyo inakuonyesha hiyo sako haina portfolio mzuri na hawana investment poa yenye inawageneratea dough to keep the sako running. These are some of the things you should check on. Financial strength. Hapa ndio watu ukosea. Utaki kuangalia hii sako yangu iko na uwezo kiasi gani, wako na pesa ngapi. Juu members, kuna pesa ya members yenye haitolewi, huwa wanapeleka wapi? Kama hawana pesa na kuna members wamekaa hapa labda 10 years 20 years, hizo pesa wamepeleka wapi? So look at the financial strength. Check their total asset base, loan repayment rate, annual report. A strong sako should have growing assets every year. So unasikianga hata hizi banks, unasikia bank iko na profit sijui quarter year, already wako na profit. Even SACCOs should be the same. Na kama ime decline ni kidogo, lakini maybe by the end of the year wame recover.
So make sure your sacco, their asset is always growing every year. That's a good sacco. Nimekwambia uangalie at least kama ni kidogo 3 to 5 years back, uone kama wamekuwa na growth, na hiyo utapata kwa website yao. Sacco mzuri upost hizi vitu kwa website yao. So number 6, withdrawal rules. Some SACCOs require 60 to 90 days notice before withdrawing your deposits. Hapa tunaongelea ile pesa tumesema uwezi toa. So ujue, ndio uishi nayo kwa kichwa yako, ile siku natoka usianze kuweka lawama. Most of them wanataka require 60 to 90 days notice. You have to notice them ndio wakupee hiyo pesa yako. So hiyo kama ingiani na wewe, kanyaga lami nani. So hizi ni vitu lazima ujue. Also confirm if your SACCO has a mobile app. A mobile app will help you by building a trust, making all your transactions on phone. Also this will also show how the SACCO is moving faster with technology. Achana hizi SACCO zenye tunapatana Sunday, pastor sijui amefanya nini. Hizo si SACCO. Ingia kwa SACCO yenye at least wanasonga na technology, kwa sababu siku hizi kila kitu nataka kwa mkono. Hiyo inakuonyesha how that SACCO is growing. Hizo ni vitu zingine unafaa kuangalia before joining a SACCO. Make sure that SACCO they have a mobile app. Si lazima uende sijui mpaka town, sijui ofisi yao sijui iko wapi. No. There are some things like withdrawal, deposits you can do just at your fingertips. Number 7, management and transparency. Good SACCOs have good management and transparency. Check if the SACCO hold an annual general meeting, AGMs, publishes financial statement on their website, communicates with members regularly. Good SACCOs, they communicate to their members always. They always talk to their members. They always communicate through messages and all other things. Hata kukiwa na investment moja mzuri watakwambia, kama kuna kitu mzuri watakwambia. Make sure your SACCO is doing this. Some SACCOs hide many small charges. If you want the best, join SACCOs connected to a strong industry like teachers, farmers or large companies or even churches. But hizi za church zingine ziko na utapeli juu hazija grow. Church kidogo naona yao inafanya poa ni Catholic. Sijui inaitwa nini, Uzima ama nini, I don't know. They tend to be stable. These are the SACCOs that are stable. Teachers, farmers, police, stima SACCO, unaona? Large companies, they tend to be stable because it has to run all the time. Hello guys, please subscribe to our channel. Leave us a comment. Which SACCO are you using? Is it a good SACCO? Or are you planning to join a SACCO? Tell us in the comment section and don't forget to share with a friend. Thank you.